Tuanza na media visibility, mostly na touch players. Hata ufunge bao kali aje, kama ijaonekana itaongelea tu kwa ground. After ground 2 weeks later, kuna mtumia atafunga bao deadly kuliko yako. Maplayer wanafaa kuwa na accounts Instagram, TikTok, YouTube. Na saa hii scout anatoka majuu ati ya kuja hapa Kenya kone physically. Yata kutext tu, tumie video zako za Instagram, tumie profile yako. But Instagram yako, TikTok, yoni kama ndio profile yako, digital profile, apart yenye kama ni mchezaji. Maplayer wanafaa kuwa korada na hii kitu. Kitu ya kwanza, uko na mabeshte. Maplayer wengi wanakataka kupost juu wasema time ya zoezi, time ya kupost sina, nikitoka zoezi nimebeat. Kuna ule beshte yako hapo mtaani. Mwenye unashindaga naye, uanza kusaidia kupost hizo vitu. Hata tu video tu ya 5 seconds ukidribble tu kwa ground, siku ya zoezi. Kuna player wengi hapo ukiingia IG yao, wako na photo 3. Ni kama akizaliwa, akisainiwa, na ile siku alikuwa ameboeka. Hapo ndio utaona tu hizo picha peke yake. Au tena kitu kingine kuhusu player hapa. Na pia to the content creators na kuga difficult kutell story yako. Juu pia hakuna mahali tuna story yako unless nikutafute physically. Na pia physically kuna wengine wanasumbua. Player nafaa kuwa open to content creators. Content creators na wanatelling story yenu off the pitch, on the pitch. Na ile siku pia uko mtaani una recover after game, either umeshinda au umechapwa. Maplayer sasa mkwerada tu kwa hiyo part ya visibility. Kama haijapostiwa tutakusahau na 2 weeks 3 weeks hapa. Roro anakula pesa mingi sana through social media na amekaa tu. Yetu ni post moja alipo kama mitaso. Wewe unataka kuweka post moja na bado account iko private, tutaionea wapi hapo? Tukimove on, maplayer kuna player type 3. Kuna ule player on the pitch mwenye anacheza saa hiyo. Kuna ule player mwenye ako kwa zoezi na kuna ule player mwenye ako na family yako mtaani. Ana watu 3 tofauti. Ukatonyesha hiyo lifestyle yako hivyo, hiyo utakuwa umejisell vizuri sana online. Mafans wako pia wataweza kuconnect na wewe. Unapata kama Fortune, mimi naweza kuwa namjua. But pale vyo pango mtaani, kuna kijana tu anajua tu kuna kijaitwa Fortune, akijaribu kuangalia kitu ataanza kutafuta YouTube, aikose. But ukienda kwa account ya Fortune, labda utapata hiyo video yake akifunga, ile siku alisainiwa, at least unaweza relate na yeye. Maplayer wanafaa kuwa radio sector. Tukisonga kuna hii mambo ya media training. Maplayer mnatuangushaga. Unapatiwa mic unagwaya, yani ile unaweza tu swali wajibu na one statement. Yeah, ilikuwa good. Yeah, leo ni mbaya. Next time ndawakada. Tulia, hiyo ndio time yako kujiexpress kwa the public of fans wako. Chukua, take your time. Ongea tu kitu kwa mind yako tu, kuwa free, kuwa open. Hata kama utaongea Kikamba, ongea Kijaluo, at the end of the day uko na wafans wanakusikiza. So watakupenda nayo lugha yenye unatumia. Na mkwe open to the media. Hata kama hiyo siku mmechapwa sawa, tunaelewaga kuna kugana emotions na run. Hamtakai kubonga. But kuja tu na mtu wa media, usimweke ati hiyo down ati hapana siwezi ongea. Hata ile mwambie tu ina polite way, sorry leo siko comfortable. Si ile ati hapana sitaki. Haidu ukiwa na mtu wa TV unamkimbilia. Content creators wanatusell apart from the mainstream media. Usingojage tu mainstream kila saa ya post. Mtu atangoja news ya saa moja, mimi sina hata TV kwangu. Siona news. Mimi nageshindaga tu TikTok peke yake na Instagram na Facebook. Hapo ndo ndajulia nikiona kwa Bie, nikiona kwa Bri, nikiona kwa Belvin. Hapo ndo naweza tell huyu footballer kwa hapa, anaenda hapa. Juu hata hivyo normal transfers mostly zina happenigi. Ukiona kwa Belvin, unaanza kuinkoya kwa Belvin ama unapiga tu simu. Ndio tujue mahali player anaenda. Ukipigiwa simu respond tu in a polite way ukipigiwa na content creators. Na pia mjitrain kufanya interviews. Kuna YouTube sasa hivi kila kitu iko free online. Ingia tu online angalia interview ya Messi venye anajiongelea. Si lazima ukuonoje kizungu juu watu wengi wanakimbiliaga kizungu. Ongea hata hiyo Kiswahili, kiweza hata Kimaragoli iko sawa. At the end of the day ujiexpress. Na pia confidence. Maplayer wako na confidence, wanaogopa sana. Tukienda na kwa hiyo part nyingine ya 3. Kuna mostly content creators, ku stay consistent,
kubuild content daily. Na pia wa footballer, dezaza na wa footballer ukiwa kwa ground. In a week mna train mara 3 au 2 at most. Hiyo siku kirecord video ya 10 seconds iko sawa. Many teams kuna photographers. Si zote lakini wengi wako nayo. Ukipigwa picha hapo zoezi tupostie. Hiyo ndio consistency inaanzaga. In a week ukipost mara 3 4 ama ikiweza daily, hiyo fan base yako algorithm inapanda at the end of the day. Na the more inapanda, the more pia brand inaangalia. Huyu jamaa anapost daily, anapost Monday, anapost Tuesday. Hata kama tu unapiga tu ball kwa ukuta, yeye brand atatu kuona consistency yako mali iko. Si picha moja in 2 years. Content creators, kuna hii ujinga tunakuaga nayo. Tukisha trend one video, unajiona sawa ndio kingpin wa content. Huwezi ambilika hadi content unaboeka, unafanya one video 2 weeks, 2 months. Consistency ndio key. Unaweza kuwa mdeadly lakini mwenye koda consistent atakubeat. Skill ina beat talent. Unaweza kuwa na talent lakini ujawa daily atapost Monday to Monday. Kuna boy to a visionary. Unaweza maana post daily video kaa 5 hadi anadishtuaga. Achukua wapi hiyo time yote? But content ndivyo umejipanga. For example, mimi nikiamka najuaga niko ya job mahali. So naweza make kama 10 videos in 1 hour. Na hizo 10 videos nazipost the whole day. Kuna hizo zenye unaweza post hiyo katikati. But pia ndio unajipanga at the end of the day. Content ni wewe, unajua kitu unataka. Kama una do it for fame, well and good. Kama una do it kusaidia footballers na the community at large, well and good. Juu pia bado utatafuta doda hii kitu. But ukifanya kama passion itakubamba. Ukuja pale hivyo grau ukiona kida sema kifunga bado unaenda unamdandia, hiyo ndio passion. At least hata ukirecord hiyo moment ina tell a story deeper than ile tu umekuja tu umelipo umekuja tufanya kazi ya kurecord uende home. So consistency kwa content creators, hiyo kijipanga tu kuschedule. Na siku hizi kwanza Instagram imesaidia. Una schedule tu, hata unaweza posting next year hata next month. Schedule post, make sure daily kuna kitu umeweka. Mfano wako akiingia hapo hivyo, akiscroll huyu ako sawa. Dola na posting after 10 minutes. Lakini wagana bundles tajiri. Mtu kama Dola kwa consistent online. Account yake ilikujaga ka lost ya Facebook. Sasa ako more than 50k. Amepita watu wengi, tumeshida tu hapo hivyo jua consistency. Hiyo ndio inawakigi hapo hivyo nje. Kuna social media handling and branding, kujibrand. For example, when you content creator wa ball, daily unapostingi ball. Si kesho ndio ulipostie picha ya ukidasuko kwa road show na baadaye na tumekuzoea unapostingi ball. Hiyo pia ni conflict of interest. Na bibi yo brand atakuja ataangalia. Kuna hizi brand watiaji watatuko na side yako ile poa. Watai kwa hizi extracurricular activities. So pia ukipost kama content creators, ba footballers hao wanakoga sawa posting vitu vingi sana. Lakini content creators ndio tutakoga hiyo shida. Tunataka kusell kila kitu tunafanya. Leo tunataka kusell unapiga show kwa club, kesho tunataka kusell unafanya road show, kesho kutwa ni content creator. Identify kwa identity yako ya one thing. Mimi nimezoea BA nafanyaga post match na pre match activities. Nimemzoea hivyo. Hata nikitafuta kitu hata siko game, niko sure naingia kwa BA. So kuo una identity yako. Kuna mtu kama Abud. Wote alia anakuwa mtu mdeadly sana kwa social media. Na design yake si ati anakosha na pepeta ball, yake tofauti. Yake hizi bata tu za hapo hivyo kwa mkioko basi wakienda game. Hiyo ndio kitu anakulia na hiyo ndio identity kila mtu amemtambua nayo. Ukija kwa Abu tu atatu kucheka akienjoy ma player wenzake. So kila player atafuta identity yake. Kuna ule ni mkali kudribble, kupepeta, kucheza bola akiwa peke yake. Kuna ule mtu wa gym. Tuonyeshe lifestyle yako. Hiyo ndio kitu tunataka kuona. Hataki kuona ule jamaa tu anafunga tu babao kwa grao. Tunataka kuona hii maisha nyingine huyu jamaa. Hii ya mtaani, hii akiwa na mtoi wake kijani, anacheka na post. Si lazima weke vitu mingi sana. Pia too much information ni poisonous kwa media. Wanaweza chukulia in another way. But tu vitu kidogo kidogo zako, lifestyle yako venye unaifanyaga. Na pia footballers, tafuteni social media handlers wenyu kama imewashinda. Kuna content creators wengi hapa hivyo wanajua kuhandle accounts
Kama unaweza handle account 5, mtapata mtu kama bia kwa account 5. Ukimwadi account yako si noma. Wewe piga game yako ya chai. Ile allowance yako kidogo rawai. Piga bie, patia bri. Content creators wengi hapo wanajua kuhandle accounts. Na wako so professional, kama unaweza handle accounts zao zifike mali ziko sahihi. Content creators, kuna kitu inaitwa AFCON inakam. Let's take advantage. Tusikubali like foreign creators wakuja dominate hapa kwetu. At the end of the day, hii ni field yetu, tunafaa kuiona. Ando wanafaa kukuja tuwapange. Wasikuja tupange wanapiga extraordinary contents na ni vitu rahisi tunaweza fanya. Sisi tuko like ule jamaa alifanya kitu kali, ule jamaa alifanya kitu kali. Pia sisi tukue to up our level tu pole pole. Mimi nilianza na simu ya ujinga sana. Say at least by upgrade by bike simu kingine kapoa kidogo. Kesho nataka upgrade ni bike menje. Kuja nao grow at least napiga sama video zangu zikiwa safi. Shukran. Naitwa Vincent Isika ama pull up. Ukinihitaji you can DM me, naweza kupatia namba yangu sahihi. Asanteni. Venye na handle na venye pia maplayer inaweza wasaidia. Pia maplayer wanafichaga accounts zao huku ni kama madem. Ni kweli maplayer wanafichaga accounts.